where we reveal confessions of young men hired by politicians to disrupt or altogether stop protests that had been slotted for Tuesday in what is emerging as an officially sanctioned assignment, complete with the blessings of the security agencies. Goons linked up with the police to patrol the streets of Nairobi on Tuesday, ostensibly to prevent protesters from entering the city. Let's hear more from Citizen TV's Ode Francis. On Tuesday this week, peaceful protesters made for the streets of the city, demanding justice over the death of blogger Albert Ojwang in police custody and calling for the resignation of Deputy Inspector General Eliud Lagat. But the protests were violently disrupted by goons armed with djembe sticks. The goons appeared to enjoy police protection, raising key questions. Whose goons were they? Who hired them, and at what price? The police have denied any links to the hired gangs, and so has Nairobi Governor Johnson Sakaja. Our investigations to establish the truth took us across the city, from Kibra, Korogocho to Dagoretti. We came face to face with some of the goons, some nursing head injuries, others with broken limbs, many complaining they were shortchanged and never received the payments they were promised for sabotaging the protests. And just how much money changed hands and who was behind it all. Kwanza nilikuwa Kangware, nikakuja kama kufanya kazi kawaida ya pikipiki. Tukakutana wenzangu wanateremka. Kauza naenda hapo, kaniambia twende. Tukaenda hapo kwa Kanjo. Hapo iko karibu na Freemason hapo. Kufika hapo kama dakika 10 hivi wakatuandika majina. Kidogo kidogo gari ikakuja fielder. Nimepepa mpini. Wakaanza kugawa watu hapo, lakini wakati wakigawa hivi gari ya ilikuwa KBU white. Na petrol station iko pale. Wapi? Hapo ndio tulikuja tukapatana. Unaona Raunda ya Uhuru Park. Ukiingia za uingia cooperative. Hizo area hapo. Kuja na watu wangu walikuwa 83. Watu wangu wa pande ya kwangu kwa. Kidera. At this junction along Dennis Pitt Road, one group of the hired goons assembled. This was their briefing point. It's here they received their final instructions before heading out on their mission. Others gathered at Green Park for the same purpose, receiving orders before setting off on their assigned task. It turns out some of them have not received their money yet in pain after the job. Sio tukaenda hiyo tukapatiwa hadi tulipewa hadi fare. Tena tukafika. Fare tulipatiwa juu tulikuwa watu wawili, tulipewa 50-50. Tulipewa 100. Pesa sikuwa nimeidiwa do, tulikuwa tumebonga do. Lakini total ingefai kwa ngiri 2. Mtu anakutajia mboka, anakuambia do ni after shughuli. After shughuli kiisha unampigia anambia bado sijaekewa, anakuambia bado sijaekewa, unampigia unasikia ni mteja. Na unasikia hizi do zinasemekana ngazina ngadeni. Ikishaenda imeenda. Utaenda mripoti wapi? Mliandikishia na wapi? This video shows the same group walking outside City Hall. We sought to find why. Na ile tukupita pale mbele ya City Hall ilikuwa tu just kuonyesha tumefanya job. Ile Kenya ulitulipia tumeidu. Ndio tumeidu, lakini tumeidu though bado tuja receive. Lakini tumeidu. Tuja receive do. Na mpaka saizi umepata pesa? Sijapata. Some of them have been on social media asking for forgiveness while upcountry fearing for their own safety. Sina ubaya na mmoja wenyu. Niko chini ya magoti yangu. Kofia pia nimewatolea majenzi. Sina ubaya. Naomba tu kama kuna mtu nimemkosea, tafuteni tu mahali kwa Roseli, munisamee. Halafu tarehe 25 inshallah tutashirikiana na nyinyi. So far, no arrests have been made. No one has been charged with supplying weapons, nor questioned over coordination. Instead, a chilling message for protesters echoed in new videos. Ode Francis, Citizen TV, Nairobi.